Eneo la mwisho la tatu ni eneo la ambalo usikuwa haraka kwa kuzungumza katika na furaha. Kuna baadhi ya kitu ambacho haijatili na hiyo kinakuletea problem. Sema amen. Amen. Unaweza haidi kitu kenyewe pengine hautakipata. Uko mfuraha kwanza daele inaguzia gani? Haile kwanza ile kitu kitamsababishia problem na unakuwa gani unapata problem na kukosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tujikuwa na zizuiza kwa maeneo zimwazimua kwa vitu vibora hapana kurupuka kwa maasira kwa uchungu kisha unaanza sema maneno yenyewe ile wengi. Ile maneno pambele inaweza kuletea uchungu. Unaenda kuya ile laana ya uchungu inayokimbilia kwenye ardhi kwenye udongo. Sema amen. Mwanzo 4:11-12. Laana ya uchungu ambayo inakimbilia kwenye udongo. Mwanzo 4:11. Ndio. Nasema nini? 11 yake inasema hivi. Ndio. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Wewe umelaaniwa katika ardhi. Yes. Iliyofumbua kinywa chake. Pokee damu ya ndugu yako. Kwa mkono wako. Amen. 12 yake inasema utakapoilima ile ardhi haitakupa mazao. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Amen. Utakuwa mwangalizi kwenye nafasi ambayo unaweza kusimama kwa sababu kuna laana ya ardhi ya udongo ambao waliochimba ndani ya maisha yako. Sema amen. Ndio maana kuna vitu vingi ambavyo unapitia uko mnyumba na spiritual eleweki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe pale kwenye huko kuko vitu ambavyo inapandiwa na maisha yako yanakuwa maisha ya shida. Pengine kuna mababu, kuna ardhi, wanapanda kwa vitu na wanazunguza maneno ambayo maisha yako yanakufuata kwa popote. Unaweza kusema nyumba zingine zingiliki. Unaingia nyumba na baraka zako zinafungiwa. Sema tena. Unaingia mwenye parcel baraka zako zinafungiwa. Unaona nilikuwa kaini lakini ni kumbe maeneo ambayo umeingia